Kwa majina yangu naitwa Elia Idudi Mwile, ni mkazi wa Kionda Magufani. Niko hapa katika kanisa la Osana Revival Church lililopo Gongo la Mboto, Olongoni B, mtaa wa Omera. Niko hapa na mama anakwenda kutoa ushuhuda wake mfupi, nini Mungu alichomtendea mpaka kufikia hapa sasa. Twende tukamsikilize. Mama, kwa faida ya watazamaji wanaokwenda kufuatilia katika kipindi chetu pendwa, kipindi kinaitwa Futa Machozi, wanataka kufahamu jina lako na nani? Mimi kwa majina naitwa Maria Kauma, mkazi wa Gongo la Mboto, Olongoni. Mimi na changamoto nyingi. Kwanza, baada ya kufahamu ni kanisa linaitwa Uzana, kweli walinipokea kupitia njia ya wamama wajane. Baada ya kuja hapa na kupata neno la kumtumikia la kumwamini Yesu na changamoto ya macho, wakati nakuja hapa kwa mama na changamoto ya macho. Kwa hiyo mwezi wa pili nikampokea Yesu. Nilipompokea siku mikononi mwangu, Yesu alinifanyia miujiza ya ajabu sana. Kwanza nilipona macho yangu, nilifanywa operation kama mara ya kwanza nilifanywa CCRT. Nikatumia dawa nini, bado kama ilishindikana. Nenda mpaka na ndani. Kwa kanifanyia operation mara 3. Wakaniambia mama, si jicho lako naona liko vizuri, lakini tunasema ni kwa nini linakataa kuona. Na chanzo cha ambako kufikia huko jicho au macho kusumbua ni nini? Nilikuwa kuna dafa wakati una mimba, unapewa zile kwa dawa, yani kwa mjamzito kuna dawa unapewa SP. Walikuwa nimekunywa zile skaniari. Kupelekea kupata tatizo la macho na kulikuwa baadaye kajifungua tu mapacha, kwa nikawa na changamoto hiyo ya macho. Basi baada ya miaka mingi, maana sasa hivi tunamwona anafika miaka 11. Kwa maana ile jicho pia lina miaka 11 tangu tatizo. Lakini mbali na hapo nikawa nimepata ujumbe kwa jamani, wa mama mnatakiwa kanisani, kwa mama wajane, na wengine sio kwa wajane. Naona kwa mimi nikawa mmoja wapo kuingia katika ile kanisa kwa mara ya kwanza kupitia mama wajane. Lakini baada ya hapo Mungu akawa amenifungua. Maana yule mama askofu wa ile kanisa huwa anatueleza habari ya dini, habari za Yesu, aliponya, ukiamini unafanya nini. Kwa hiyo kwa ile imani ikanijaza, nikampokea Yesu na jicho langu mpaka sasa nimefanyaje? Nimepona, ingawa bado liko kidogo, lakini nimepona na kidogo. Kuna afadhali toka kabla ya kuja, kulikuwa kuna tofauti baada ya yes. Nimepata kubwa sana. Kwa hiyo huyu Yesu mimi kwa mimi anapanga kwa juu sana. Yuko maisha yangu yako juu sana kwa ajili ya Yesu. Kwa sababu hata hivyo, yani mume wangu yeye ni Muislamu. Na ndoa yangu ni Muislamu. Na bado niko na mume wangu. Lakini hata mume wangu alipata kuoa mwanamke mwingine, na yani maisha ya ndoa ya mke mwingine sio nafahamu jinsi alivyo. Lakini bado kuna kwenye Uislamu bado kuna shida. Na nataka tufahamu kwamba alioa mwanamke mwingine baada ya kuingia katika kanisa ama kabla. Nikajua labda baada ya wewe kuingia kwa sana yeye ndo akaamua kuoa mwingine baada ya kuona umetoka kwenye ile dini ambayo. Hapana, ni kabla. Lakini katika kuoa yeye sasa, yani maisha ambayo ya wanawake wawili kwangu mimi ni changamoto sana. Kwa sababu kuna vitu vingi haviendi sawa. Kwa sababu kuna kadri kuna huduma hizo kusema kwamba labda unauma hapa na pale, unapata huduma kwa haraka nazo zinakuwa ni changamoto. Lakini baadaye nikapiga magoti nikasema baada ya huyu Yesu amenitendea, nasema yani jicho langu ya maumivu yameisha. Yani yameisha, na hata kuna vitu vile vidogo ambavyo Mungu amenitendea hasa kiimani zaidi. Huwa Yesu namtafakari kwa njia nyingine tofauti. Huwa namkubali sana kwa sababu kuna vitu vingi ndani yake, na wamama hasa ukikaa ukaomba ukapiga magoti, hata mume wako hata kama yuko dini nyingine, lakini bado anakujua kwamba mke wangu kusema kwa maombi yako, yani hata mimi nabarikiwa. Kweli nimesimama na hata mume wangu amenipa ruhusa kwa nifanye nini? Niendelee kuabudu katika ile kanisa. Kwa hiyo na muujiza kwa nilipokea kwa mume wangu. Alafu cha pili, licha ya unyanyapaa wa kusema kwamba yani mimi yani Maria Museveni na macho nilikuwa mzima, yani service yani jamii na nichukuliaje, umeona? Lakini bado katika hili kanisa wameendelea kunipa yani uongozi. Sawa, kwenye kanisa hili pia ni kiongozi. Ni kiongozi katika wamama ambao tunahudumu hapa kanisani.
bado ameendelea kuniamini na kuniomba kwamba yeye naweza kufanya chochote, haijalishi tatizo ulilo nalo. Kwa hilo labda namshukuru Mungu sana, na namshukuru sana Mama Janet. Yani kuheshimisha kwa mama sana, yani sana, hilo namtukuza Mungu wakati. Na yani na Mungu aendelee yani kumpa viwango vya juu na uzima mrefu na afya, yani uzima mrefu, kwa sababu sisi pia mimi Biblia sijui, unaona, lakini kupitia yeye Biblia najua, naanza kanisa hili najifunza, na tayari ninayo mwenyewe binafsi yangu. Kwa hiyo kuna vipengele ambavyo sivijui, lakini hapo vipengele, kwa hiyo imani yangu inazidi kukua, yani inazidi kukua. Ninaamini kwamba huyu Yesu ni wa namna gani, Yesu anafanya nini na maisha yangu, Yesu nikitaka kufanya chochote nifanye nini kuhusu Yesu. Kwa hiyo nikijiungamanisha ndani ya yeye kupitia kile kitabu nilichosoma, kuna maneno yanakaa ndani yangu ambaye yananiwishi kwamba niendelee kuamini. Hicho namshukuru Mungu sana. Namshukuru Mungu sana. Kwa hiyo kwa minajili hiyo, huyu Yesu kwangu ni faraja. Na tumesikia mengi, macho, changamoto za maisha na vitu vingi vilivyokupelekea kwamba kama ingekuwa ni mtu mwingine ilikuwa kukata tamaa ingekuwa, kwa sababu tunaona watu wengi wako mtaani. Nafikiri tangu au kabla ya kuingia hapa, nadhani maneno yalizungumzika nje kwamba ni bora ubaki tu uende kwa waganga. Wewe ulichukuliaje hayo mambo yaliokuwa yanatokea kabla ya kuweza kufanya? Mambo ni mengi, na kama una moyo huo unakaa tena unasema basi mimi ni mtu wa Kristo. Kwa waganga watu tunaenda kwa hivyo, na nafikia mahali hata hela unazotoa ni nyingi kwa waganga. Unajua unatoa hela nyingi, ukiwa basi ukachukue nini unakwenda kutoa kweli, unaona. Lakini kupitia Yesu mimi sijatoa chochote, na licha nimehudumiwa na Yesu, lakini bado sijapata ile shukrani ya kusema nimeshiba. Yaani ile shukrani ya kushiba bado sijampa Yesu. Kila neno langu kwa ni asante tu. Ipo siku Mungu atanipa na nitatoa. Hilo naamini sana. Hata hivyo bado nawashauri hata ndugu, yani wanaonisikiliza, neno waganga linatupotezea muda. Tunazidi kutenda dhambi, tunazidi kujipa madhabahu ya uongo, kwa sababu binadamu ni binadamu kama wewe. Atakachokifanya yeye yule binadamu ni mganga, yani atafanya kusema, yani kusubirisha ile tatizo, lakini ndani yake bado kuna ukweli kwamba Mungu bado yupo na ataendelea kutenda. Yeye yani wa mama wenzangu ninaomba sana, yani sana, kwa sababu kama wewe uliumbwa na Mungu miezi 9 kutumoni mwa mama yako, hakuna mganga na bado ukatoka, umeona. Kwa hata huyo Mungu bado tukipata matatizo bado yani yeye atatunyanyua kwa jinsi yote ile anapotuwezesha. Alafu na mganga pia, yani asilimia kubwa sawa waganga tunaanguka, lakini kwa sasa kwa sababu dunia imeshajifunua iko wazi, bado Yesu ni kidogo, bado Yesu ni kidogo, yani hakuna kufanana. Yani yeye ni kila kitu katika maisha yangu, yani yeye ni kila kitu katika maisha yangu. Kwa sababu nilikuwa ile kama kwamba yani basi nimeshajisema kwa mimi basi ni wakukataliwa tu, yani nikasema jamani mimi si nafanyaje, lakini Yesu ananitakasa, yani ananitakasa, sijui hata ananipa nini wewe. Na tunaweza tukawaambia watazamaji ni kitu gani ambacho kinachotendeka katika madhabahu hii sana? Yani hapa ni uponyaji. Kwanza anakutia moyo. Pili, ujiamini kupitia shida unazopitia. Tatu, uponyaji haijalishi kanisa ni dogo kiasi gani, kwa sababu Mungu wetu sio mdogo na sio mkubwa. Mungu wetu ni wa size. Yani hana vya kusema baki kila kanisa si nini vioo vingi au sio fedha zinapepea basi utabarikiwa, hamna. Lakini kanisa la Uzana mimi ndio kanisa langu la kwanza kuabudu na kuamini kwamba kweli Yesu anafanyaje, kanitendea maajabu. Yani hilo naamini kupitia ile kanisa na huyu Mama Janet askofu wangu, Mungu ampe yani ampe maisha marefu, aendelee kunifundisha na kunibariki kila siku. Na hata wale watazamaji ambao wananiangalia mimi, kweli yani Yesu anaponya kwa namna nyingine. Yani anaponya na anakusuluhisha shida zako zote. Haijalishi kwamba kanisa la viwango au halina viwango, lakini ukisimama na Yesu kwa ile imani utakayopitia, yani Yesu ni kila kitu. Hakuna nabii aliyopita huko nyuma zaidi ya Yesu. Kwa sababu hata masinagogi anamtangaza Yesu. Hata sisi Yesu ni jibu la maisha. Kwa hiyo wamama ninawaombeni, mnaonisikiliza, yani Yesu ni kila kitu. Haijalishi una dini, hauna dini, ni Muislamu, sio Muislamu, yani Yesu ni tumaini la maisha. Ndugu mpenzi mtazamaji wa kipindi chako pendwa, kipindi cha
kufuta machozi. Tumemsikia mama hapa amezungumza vitu vingi sana katika maisha ambavyo vinamtokea kila mwanadamu. Amezungumza kuhusu macho, amezungumza changamoto za maisha alizopitia mpaka kufikia hapa. Na tunakukaribisha sana katika kanisa la Hosana Revival Church. Tuko hapa Gongo la Mboto, mtaa wa Omera. Karibu sana, matendo makuu ya Mungu yanafanyika hapa. Watu wanapokea uponyaji wao kupitia madhabahu hii chini ya Askofu Janet Mabondo, anakwenda kuwafungua watu. Karibuni sana ewe uliokuwa uko nyumbani unayetufuatilia sasa kupitia kipindi hiki, pia una mgonjwa, una tatizo pia, karibuni sana na tuweze kuwasiliana kupitia mitandao yetu ya kijamii kwa namba zinazotembea hapo chini. Karibuni sana na Mungu atawabariki. Mama, tunasema asante sana. Asante, nashukuru. Asante.